Miaka 60 ya uhuru, Chama cha Mapinduzi kikiwa madarakani kuiongoza serikali. Kwenye kila chaguzi ambazo zimekuwa zikifanyika, changamoto kubwa hasa ambazo zimekuwa zikiibuliwa it's obviously changamoto zile zile. Changamoto ya maji, umeme, masuala ya pembejeo za kilimo ni miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa vikiibuliwa mathalan hapa Njombe pia. CCM inawashawishi vipi wananchi waendelee kuiamini kama kwa miaka 60 ambayo mmetawala Tanzania mmeshindwa kutatua changamoto hizo na kila chaguzi watu wamekuwa wakiziibua? Ukweli ni kwamba hatujashindwa. Ukweli ni kwamba hatujashindwa. Tunatatua changamoto za wananchi kwa spidi kubwa sana. Unaweza ukaniambia tu wakati nchi yetu tunapata tulikuwa na mikoa mingapi? Na tulikuwa na halmashauri za wilaya ngapi? Na tulikuwa na wilaya ngapi? Tulikuwa na vijiji vingapi wakati tunapata uhuru? Lakini angalia population tuliyokuwa nayo wakati tunapata uhuru ni sawa sawa na population ya leo. Na sisi kama watawala hatuwezi kuzuia wananchi kujenga nyumba. Hatuwezi kuzuia wananchi kuzaliana, hatuwezi kuzuia wananchi kuendelea na maendeleo yao ya kila siku au kuanzisha vijiji na mitaa. Kwa kadri watu wanavyoongezeka ndivyo mahitaji yanaongezeka. Ndivyo wewe ulivyokuwa peke yako unaishi kwa chumba kimoja na baadaye ukapata mke, mkapata vyumba viwili, mkapata watoto, mkapata vyumba vitatu. Mahitaji yanaongezeka kwa kadri muda unavyozidi kwenda. CCM kwa utawala wa miaka 60 hatujawahi kushindwa kutatua kero za wananchi. Unadhani kizazi hiki tulicho nacho cha vijana wa leo maarufu Generation Z wanakielewa Chama cha Mapinduzi sawa sawa, ama Chama cha Mapinduzi kimesalia kwenye makaratasi tu kama ambavyo baadhi yao wamekuwa kinukuu? Unaona mimi ni mzee. Mimi ni kijana sahihi ambaye nakielewa vizuri Chama cha Mapinduzi, na mimi ni Gen Z. Bear in mind. Ieleweke kwamba Chama cha Mapinduzi kinakwenda na utamaduni wa dunia inataka nini mpaka sasa. Kwa mfano nikueleze tu, sisi tunasajili wanachama kwa njia ya mfumo wa kidigitali, na tumesajili wanachama wengi sana kwa mfumo wa kidigitali. Na mwanachama sasa popote alipo anaweza kuwasiliana na sisi makao makuu au mkoa au wilaya kwa kiwango anachokitaka yeye. Kama ana kero anaipeleka humu kwenye mfumo wa simu. Tuna mtaratibu wa kwamba unaweza kupeleka kero yako makao makuu kwa kadri wewe unavyoona kwenye hilo eneo na ikatafutua ufumbuzi. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kinakuwa sawa sawa na mahitaji ya dunia yanataka nini. Kuna mambo yalitokea Oktoba 29 wakati wa uchaguzi mkuu ambayo kwa kauli moja tu pasi ubishi kwamba kuna madhara ya wazi ambayo yalionekana hata kama si kwa Njombe, lakini tumeshuhudia maeneo mengine, jambo ambalo kwa kawaida liliacha taifa katika vidonda. Kama ndivyo majibu yako kwamba vijana wanakielewa vizuri Chama cha Mapinduzi, wewe ukiwa mfano, kwa nini vijana walijitokeza kwa wingi sana kwenye maandamano yale na wakidai mambo mengi ambayo bila shaka yameshuhudiwa wazi na hata serikali pia imekiri kwamba mambo haya yanafanyika? Sawa. Kwanza nikuulize swali mtangazaji. Maandamano yalianzia wapi? Na yalikuwa yanafikia wapi? Ni wapi zilielezwa changamoto ambazo kwa dhati zilitamkwa na serikali shindwa kuzifanyia kazi? Hiyo sawa. Kabla hujaendelea, nataka nikuweke sawa. Lakini uelewe kwamba Mheshimiwa Rais baada ya kuona kile kilichotokea tarehe 29, 30 na 31 ameunda tume. Na mimi ni mwenyekiti wangu. Na tume bado haijatoa majibu. Kwa sina cha kuzungumza. Sawa sawa. Mwenezi, swali moja la ziada. Unaamini katika vyama vya upinzani? Yes, ni watu muhimu sana kwenye siasa za nchi yetu. Una imani kwamba hakuna demokrasia bila upinzani imara? Kipimo cha demokrasia sio kuwa na upinzani. Tutumie mawazo mbadala. Unaamini kwamba mawazo mbadala yana nafasi yake katika kudumisha demokrasia? Yes, kwa 100%. Mawazo constructive. Mawazo constructive mbadala ambayo yana nia ya kujenga taifa, sio kuangamiza taifa. Kwa hiyo tungetamani tuwe na vyama vya upinzani vyenye mawazo constructive. Yaani mawazo ya kujenga taifa, sio kuangamiza taifa. Unadhani vyama vya upinzani Tanzania havina mawazo yenye mlengo wa kujenga taifa? Kwa mimi ninavyoona wapo wenye mawazo ya kujenga taifa.
lakini wapo wenye mawazo ya kubomoa taifa. Sasa tunapowahamasisha wananchi kwa mujibu wa katiba tumesema tutakuwa na uchaguzi kila baada ya miaka 5. Sahihi. Unapohamasisha wananchi from nowhere bila kufanya hata vikao wala makubaliano, unaambia tuingie kwenye uchaguzi. Tusiingie kwenye uchaguzi. Tuandamane. Wanasema tuandamane, tukinukishe. Okay. Are they constructive? Kukinukisha unatafsiri vipi? Wanatamani kukinukisha. Mimi ningeelewa kwamba waharibu ustaarabu wa taifa uliopo. Tuingie kwenye mfumo wa kupigana na kugombana. Tungetamani. Kukinukisha walichokuwa wamemaanisha ndio hiyo? Ndio nadhani walimaanisha hivyo. Sawa. Sasa chama cha upinzani chenye mawazo mbadala ya kujenga taifa hakitakuwa tayari kuzuia vitu vilivyopo kikatiba visitokee. Sawa, nitakupa mfano mdogo ili tuzalishe swali ambalo pengine tutapata majibu fasaha. Chama cha Mapinduzi na baadhi ya vyama vingine katika uchaguzi mkuu uliopita vilitoa msimamo wao wazi kwamba hatutashiriki uchaguzi. Kikaibuka chama kimoja wapo kikasema hatutashiriki uchaguzi. Wakati huo wakasema tutaitisha maandamano ya amani katika kudai kile walichokidai kama uchaguzi wa huru na haki. Kosa lao lilikuwa ni wapi? Sisi kama Chama cha Mapinduzi tuliridhia matakwa ya katiba kwenda kwenye uchaguzi. Lakini kipo chama ambacho tulikisikia kwenye matamko mbalimbali kwamba hawataki kwenda kwenye uchaguzi. Okay. Lakini kwenda kwenye maandamano sikuwahi ona kama wanakwenda kwenye maandamano. Lakini tuliyaona machafuko ambayo yalifanyika tarehe 29 na tarehe 30. Ninyi mnaita machafuko, wao waliita ni maandamano. Mimi kama mwenezi white kabisa, yani blank kabisa. Yale yalikuwa ni machafuko. Maandamano nimeeleza pale awali. Maandamano ni lazima yawe na terms ya maandamano, mahitaji ya maandamano na wanaanzia wapi, yanaishia wapi. Ndio maandamano ya amani. Yanapaswa nini kinapaswa kufanyika ili yawe maandamano? Maandamano ni lazima uwe na mtu unayempelekea hiyo maandamano yako, unayempelekea hizo nani terms zako. Kuna kauli kuwa CCM haivumilii kukosolewa. Si kweli. CCM imekuwa kukosolewa wakati wote. Na kwa miaka yote 60 ya uhuru, sisi tunaongoza nchi. Tumekuwa na wakosoaji kwenye taifa letu throughout the time. Wapo wanachama wenu ambao ni wanachama hai kabisa wa Chama cha Mapinduzi wameibuka na kutoa kauli za kuikosoa CCM. Wamepotea mpaka sasa, hawaonekani. Mathalan, mfano mzuri tu aliyekuwa mwenyekiti wa chama kule Arusha. Vile tumemwona mheshimiwa ambaye amewahi kuwa bosi wako bila shaka, katibu wa itikadi, siasa na uenezi taifa, Humphrey Polepole, hajulikani mpaka sasa yuko wapi. Unatuthibitishaje kwamba kwa matukio hayo CCM inavumilia kukosolewa? Sisi tunavumilia kukosolewa, ndio maana tulikosolewa na CCM tulijibu. Wapo viongozi wa CCM walikuwa wananyuka kujibu yale waliokuwa wanazungumza. Sasa wamekwenda wapi? Hayo ni mambo ya kiusalama.